maisha yako au kujitayarisha kabla ya kufa ni mambo ambayo yako kwenye mkusanyiko wa matendo yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Vifo ni vingi sana ambavyo wanadamu tuko navyo. Ni aina nyingi sana za vifo ambazo tuko nazo. Lakini kwa siku ya leo, neema ya Mungu naamini atatukirimia kuzungumzia aina 3 za vifo au aina 4 za vifo ambazo nataka tuzizungumzie. Na tuangalie tunayashughulikiaje maisha yetu. Nataka nionyeshe aina za vifo, alafu pia nionyeshe namna gani ambavyo tutakavyoshughulikia haya maisha yetu ili kuepuka na baadhi ya vifo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka nizungumzie kifo cha kwanza. Aina ya kwanza ya kifo ambacho wanadamu tulianza kukipokea. Tulianza kupata kifo cha kwanza wakati wa mwanzoni sana kwenye kitabu cha Mwanzo. Kifo hicho ni kifo gani? Kifo hicho kilikuwa kifo ambacho ni kukatika kwa mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Maana zama za manabii tulikuwa tukizungumza na Mungu sauti kwa sauti. Vitabu vya manabii vinashuhudia hivyo. Lakini ilikuja kufika sehemu wanadamu tukapokea kifo. Tulipokea kifo, tukakufa kwa kukatika kwa mawasiliano ya Mungu moja kwa moja, ambayo imeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 mpaka 9. Habari za Adamu kwenye shamba la Edeni. Baada ya Adamu walipofika sehemu wamekosea, walienda kujificha kati ya miti ya bustani ili Bwana Mungu asifanye nini? Asiwaone. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Alimuuliza swali rahisi, uko wapi? Maana walikuwa wamejificha kwenye miti, Mungu asiwaone. Wakashindwa kujua ya kwamba ile miti, uwepo wa ile miti ni Mungu. Majani